Mungu lazima uwe mtii. Wapo watu waliotembea na Mungu, waliitwa marafiki wa Mungu. Tukisoma katika kitabu chetu chenye vitabu 66 ambayo ni Biblia, katika sura ile Mwanzo sura ile ya 5 mstari wa 21 hadi 24, tunaona mtu wa kwanza kabisa aliyeweza kutembea na Mungu. Alikuwa ni mtii na tena alikuwa ni mwaminifu. Alitembea na Mungu, na baada ya hapo Mungu akasema huyu mtu hawezi kupata mauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa mwaminifu. Naomba msomaji nisomee Maria aliyefika. Masomaji wote wametoka, si ndio? Msa, Biblia iko wapi? Nasema kitabu cha Mwanzo. Na kitabu cha Mwanzo ni cha kwanza katika Biblia yetu. Sura ile ya 5 mstari wa 21 hadi 24. Biblia inasemaje? Asante. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 21 hadi 24. Ndio. Enoko akaishi miaka 65. Enoko akaishi miaka 65. Akamzaa Metusela. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Baada ya kumzaa Metusela. Miaka 300 akazaa wana waume na wake. Miaka 300 akazaa wana waume na wa kike. Siku zote za Enoko ni miaka 365. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Naye akatoweka. Maana Mungu alimtwaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona mtu aliyotembea na Mungu, akaenda pamoja na Mungu, akajilinda, akasema lazima mimi nataka nitembee na Mungu. Katika dunia hii tuko wachache. Wapendwa, nimekwenda huko, nimeona mambo ya ajabu sana. Mtu anakufa ghafla, ameagana mtu. Kuna mtu amepigwa na gari, alikuwa kwenye pikipiki, akapigwa na gari. Alipopigwa na gari akaruka, akapita huko juu, akadondoka chini. Alipodondoka chini, kichwa kilikuwa chapati. Hii kichwa hiki. Baada ya hapo, kile kichwa kilichokuwa chapati kikaanza kuongea. Sijui mtu kuongea anaanzia huko, sio anaanzia wapi. Yaani mimi nashangaa. Kuja kumzoa chapati ambayo hata na nini hospitali na watu waweza kuungaunga hizo. Lakini ameagana na ndugu zake kwa upendo. Amesema kwa muda mfupi nitarudi. Na sio kusema amefia mbali na nyumbani, karibu na nyumbani. Angejua hiyo safari asingekwenda. Na sisi tunaweza kutunza chuki katika mioyo yetu, lakini tusijue na safari zetu zitaisha lini au safari ya kutamalisha lini. Bwana Yesu asifiwe. Na wasi, kama una chuki na ndugu yako, mwanze kupendana. Tena useme nilikuwa nakuchukia. Nafurahi sana binti mmoja, pindi kimoja nakuja hapa kanisani, yule koko alipokuja hapa kanisani kutubu, alifika akasema hivi, tena mimi mchungaji Yudi nilikuwa namchukia. Namchukia sana. Alisema hapo, namchukia. Lakini sasa Mungu amenileta maana hapa. Nikasema Mungu akubariki sana kwa kunichukia kwako na kuniungana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wale watumishi wa Mungu nataka niwaambie, chuki ni ibilisi.
Chuki ni ya shetani. Shetani hapendi watu waende mbinguni, maana anaujua uzuri wa mbinguni, na kwa kuwa anaujua uzuri wa mbinguni, yeye hatarudi mbinguni wala hatakuwa na muda wa kutubu tena. Kwa hiyo unapomchukia ndugu yako, ina maana unafanya kosa kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Soma Marko 13:12, na sasa nikomee hapo. Marko 13:12 moja. Na ndugu atamsaliti ndugu yake ili afanyeje? Ili afanyeje? Ndugu anamsaliti ndugu yake ili auawe, sio mtu wa pembeni. Na ndio maana Biblia inasema kwamba adui wa mtu ni wale wa nyumbani. Ndugu yake anakusaliti ili auawe. Na baba atamsaliti mtoto. Na baba atamsaliti mtoto. Na watoto watawashambulia wazazi wao. Na watoto watawashambulia wazazi wao. Na kuwafisha. Na kuwafanyaje? Kuwafisha. Na kufanyaje? Kuwafisha, kuwafisha. Asante sana. Unaona? Sasa kule kuwafisha sasa kutakujaje? Unakuja ukuta mzazi wako anakushauri, na wewe unasema baba amefika na wakati, ndiye ameokoka kuliko kawaida, mimi ndio nimeokoka, baba naye yuko hivi, wanangu tukafanye kazi, mimi sitaki. Halafu baba naye sijui yuko namna gani, anawatenganisha baba na mama. Mtoto sawa? Nani? Mtoto anakwenda kwa mama, mama inaenda baba, mama na mahabara patana tena, moja ni fulani, mwingine ni fulani, ngumi zinaanza. Mwingine mama, nafikiri wewe peke yako, baba yangu sasa hivi anasema nakupenda, mimi nimekuitia siri kama mama huko anawaende. Ndio maana matumizi ya basi, yaani anachenga fitina ili kwanza mtupambane. Sawa, mnamaliza kupambana nyumbani, amani imekosa, yeye mtoto anapata furaha ya kutembea kwa uhuru, si ndio? Huyu anamwamini na huyu anamwamini, wewe unafanya hivi, huyu anafanya hivi. Unaona, na haya yote yametabiriwa. Usifikiri kwamba ni mchezo. Soma mstari wa 13 au umeshafundika 13, soma 13. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Lakini mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtachukiwa na watu watakuwa wameishi. Bwana Yesu asifiwe. Haya, watumishi wa Mungu, sio ni ajabu unapokuwa umeokoka umeleta mambo mengine katika dunia, watu hawezi kupenda, na ndio maana vinakuta vikwazo cha ajabu. Ukikuta mchungaji anakuinukia, mchungaji na mchungaji wanainukiana, unakuja ananena vibaya mchungaji mwenzake, mzee wa kanisa ananena mzee wa kanisa mwenzake, mshirika ananena mshirika mwenzake. Lakini kati ya hapo kuna mtu mwenye haki na mtu ambaye sio haki. Tuko wote watumishi, lazima haiwezi kugombana na falme ya aina moja. Mpaka sasa hivi tunasikia kwamba Marekani na Irani vinanyukana, lakini ni tofauti, falme tofauti. Lakini wangekuwa wote ni wa Marekani, unafikiri wangepigana? Wasingepigana. Lakini kwa kuwa ni taifa tofauti, ndio maana wako wanapigana. Sasa ukiona watu wawili wanapigana, ina maana huo ndani yake kuna mtu ambaye yuko kinyume na neno la Mungu, anataka mpige huyu ili kusudi amwangushe. Na ndio maana waangalie katika maisha yako ya kiroho, maisha gani. Watu wengine wanatembea wapendani, wanasema kwamba tunakwenda mbinguni,
lakini umeshawekeana mipaka. Kisa ugali alinyima, kisa alinyima soda, kisa hatusalimiani kwa sababu alifanya hivi na hivi. Wapendwa, nataka niweze kusema Mungu wetu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni upendo. Na kwa kuwa Mungu ni upendo, tunasoma katika kitabu cha Yohana kinasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kwa kila atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nataka niwashauri leo, kama na uadui na mtu, mwanze leo urafiki.